Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa New Agape TV. Karibu sana katika kipindi chetu cha leo, kipindi kizuri kabisa. Kwa jina naitwa Esther Musa, na katika kipindi chetu leo tutaenda kujifunza hekima ya mwanamke. Lakini pia nikukumbusha usisahau kulike, kushare na kucomment katika mitandao yote ya kijamii. Tunapatikana kwa jina la New Agape TV. Na leo tutaenda kujifunza somo letu katika Samueli wa kwanza sura ya 25 kuanzia mstari wa kwanza. Pale tutajifunza hekima ya mwanamke. Yule mwanamke ambaye anazungumziwa katika kitabu kile, ni hekima gani aliitumia na kufanya jambo gani? Maandiko yanatuambia baada ya kufa mtumishi wa Mungu Samueli, wana wa Israeli wakakusanyika na mtumishi wa Mungu Daudi wakaomboleza na wakamzika nyumbani kwake Rama. Baada ya kumzika, maandiko yanatuambia Daudi akatelemka kwenye mji fulani ulikuwa unaitwa Maoni. Katika mji huo Daudi alikuwa na mifugo yake hapo, alikuwa na kondoo wengi, lakini pia alikuwa ana wafanyakazi ambao walikuwa wanamsimamia kuwaongoza wale kondoo au kuwachunga ili wawe salama. Lakini pia maandiko yanatuambia katika huo mji wa Maoni kulikuwa kuna mtu mmoja mkuu sana. Yule mtu alikuwa na heshima zake, naye alikuwa na kundi kubwa la kondoo, alikuwa na wafanyakazi wengi ambao walikuwa wanamsaidia kuwachunga wale kondoo katika sehemu fulani ilikuwa inaitwa Carmel. Lakini sasa yule mtu, maandiko yanatuambia kwamba yule mtu jina lake alikuwa anaitwa Nabali. Alikuwa na roho mbaya sana, alikuwa hana roho nzuri kabisa. Alikuwa anafanya vitu ambavyo sio vizuri kuwafanyia binadamu katika dunia ya leo au katika ile dunia kipindi ambacho walikuwepo wana wa Israeli. Yule mtu alikuwa na roho mbaya sana, yani hakujaliwa ile roho ya kimungu. Ni mtu ambaye alikuwa anafanyia watu vitu vibaya sana. Watumishi wa Mungu alikuwa anawatendea mambo mabaya ambayo yalikuwa hayampendezi Mungu. Sasa maandiko yanatuambia kwamba yule mtu alikuwa na tabia ya kukata manyoya wale kondoo wake. Sasa alivyokuwa anawakata manyoya wale kondoo, akawa na tabia tena anaenda kwenye kondoo wale mtumishi wa Mungu Daudi, nao anawakata manyoya. Sasa Daudi hakupendezewa na kile kitendo, kwa sababu kipindi kondoo wake wale kondoo wa yule Nabali na kondoo wa mtumishi wa Mungu Daudi walikuwa wanalelewa katika eneo moja, lakini katika eneo hilo kama tunavyoelewa msituni kunakuwa kuna wanyama wakali, simba, dubu. Lakini Daudi kwa sababu alikuwa na roho ya kimungu, alikuwa wale kondoo wakikutana na jambo baya lolote, Daudi alikuwa anaingilia, anawalinda, anahakikisha wale kondoo wako salama. Kama simba amevamia pale, mnyama yote mkali, Daudi alikuwa anapambana ili kuhakikisha kondoo wa yule Nabali wanakuwa salama, lakini pia na wafanyakazi wake wanakuwa salama. Sasa Daudi alipopata hizi habari kutoka kwa vijana wake kwamba huyu Nabali ana tabia ya kukata manyoya kondoo wake, lakini sio kondoo wake tu, anakata manyoya pia na kondoo wako. Sasa Daudi kile kitendo kilimuuzi sana, akasema imekuweje huyu mtu, mimi nimekuwa nikimtendea wema muda mrefu sana na walinda kondoo wake katika usalama mzuri ili wasipate na madhara yoyote. Ninawasaidia pia watumishi wake ambao wanachunga hao kondoo. Tunashirikiana katika kila kitu kuhakikisha mifugo yetu inakuwa salama. Lakini kwa nini yeye ananilipa ubaya huu? Daudi akakasirika sana, akawaandaa vijana wake, akawatuma nyumbani kwa huyu mtu Nabali. Na zamani ukiona mtumishi wa Mungu amewatuma vijana nyumbani kwako kukuletea salamu, ujue kwamba hapo hakuna jambo zuri linaloendelea. Lazima kuna jambo ambalo umemkosea yule mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo anatuma salamu kupitia vijana wake ili uweze kama ujipange kwa ajili ya vita au ujipange kwa ajili ya kupatana na yule mtu ili lile jambo baya ambalo umemfanyia liweze kuisha. Sasa mtumishi wa Mungu Daudi akawaandaa wale vijana, akawatuma nyumbani kwa Nabali. Walivyofika pale, wale vijana wakawaambia hivi, tumetumwa na mtumishi wa Mungu Daudi kwamba tuje kukuletea salamu kwa kile kitendo ambacho unakifanya cha kukata manyoya kondoo zake. Yule Nabali alivyoona wale vijana akasema, huyo Daudi mnayemzungumzia ni nani? Mimi simfahamu. Wakasema ni mtoto wa Yese. Wakasema huyo Yese ni nani? Simfahamu katika huu mji. Huyo Daudi simfahamu, wala huyo Yese baba yake mimi simfahamu. Kwa hata nyie siwafahamu. Hivyo mnapaswa muondoke haraka sana hapa nyumbani kwangu. Na siwezi kuwapatia kitu chochote, kwa sababu desturi ya wana wa Israeli ilikuwa kama mtu yoyote akija nyumbani kwako, kama kuna mikate au inatakiwa umsaidie maji ya kunywa, yani tuseme unamwandalia chakula kizuri ili yule mgeni aweze kupata chakula na aeleze shida yake na uweze kumsaidia. Sasa
Wale vijana walipofika kwenye nyumba ya Nabali, Nabali akasema, huyo Daudi mnayesema kwamba simfahamu na mnaosema ni baba yake Yese, mimi Yese simfahamu. Ni nani huyo kwanza anayenitumia mimi salamu nyumbani kwangu? Nani huyo anayetaka kupambana na mimi? Wale vijana wakasema hamna shida. Walivyojibiwa yale majibu mabaya, sasa wakarudi kwa mtumishi wa Mungu Daudi, wakasema, ni kweli tumeenda nyumbani kwa Nabali, tumemkuta na tumempelekea salamu ambazo umetutuma, lakini Nabali amesema wewe ni nani, hakufahamu katika huo mji, wala baba yako hamfahamu, kwa hiyo ametujibu hivyo na pia ametufukuza. Daudi akasema sio mbaya. Hasira ya Mungu ikawaka juu ya mtumishi wa Mungu Daudi, akasema kwa sababu anataka kupambana na Mungu wangu, mimi nimemfanyia mambo mabaya na mimi sitaki mkono wangu usike kwenye mambo mabaya kwa ajili ya kumtendea huyu mtu. Mimi sitaki kabisa kumkosea Mungu kwa ajili ya kupambana na huyu mtu, sitaki kabisa, lakini kwa sababu amewajibu hivyo nitaandaa mtumishi wa Mungu Daudi akaandaa jeshi lake. Alivyoandaa jeshi lake kwa ajili ya kwenda nyumbani kwa Nabali kuteketeza familia yake, kuteketeza wafanyakazi na kuteketeza mifugo yote. Na kipindi hicho ambapo waliwatuma wale vijana wake, huyu mke wa Nabali ambaye huyu mwanamke anaitwa Abigaili hakuwepo na hakuzipata hizi habari. Sasa hizi habari zikawafikia wale vijana ambao walikuwa wakichunga kondoo wa Nabali. Wakasikia kwamba Daudi ameandaa wafanyakazi wake, ameandaa majeshi kwa ajili ya kwenda kuiteketeza nyumba yake. Wale wafanyakazi wakasema hili jambo sio zuri, hebu tumfikishie mke wa Nabali. Wakaenda kwa yule mke wa Nabali Abigaili, wakamueleza kwamba mtumishi wa Mungu Daudi alituma watu waje nyumbani kwako kwa ajili ya kusuruhisha hili jambo ambalo mume wako amelifanya, lakini mume wako amewafukuza hawa watu, na mtumishi wa Mungu Daudi amekasirika sana, hivi yuko njiani, ameandaa majeshi na ameshajipanga vizuri kwa ajili ya kuteketeza nyumba yako kabisa. Abigaili akasema hili jambo halitowezekana. Hapo ndipo mtazamaji wangu unisikilize kwa umakini, na kuna kitu cha kujifunza ninapozungumza. Hekima ya mwanamke inafanya mambo makubwa sana. Mwanamke yoyote unaonisikiliza na au ambaye utanitazama katika media yetu, jifunze hekima ya huyu mwanamke Abigaili alichokifanya ili kuiokoa nyumba yake dhidi ya mkono wa Daudi. Kama mwanamke huyu Abigaili hangekuwa na hekima, nyumba yake ingeteketea, kizazi chake kingeteketea kabisa. Abigaili akaandaa zawadi, fedha, dhahabu, zawadi nyingi. Akaandaa majeshi yake, wakaanza safari ili aende kwa mtumishi wa Mungu Daudi ili aweze kuomba msamaha kwa niaba ya mume wake. Mtazamaji wangu, unajua wanawake wengi katika hii dunia ya leo, mume wako au tatizo likitokea mahali popote, unashindwa kuitumia hekima yako kwa ajili ya kuisaidia nyumba yako, au kama ni mtumishi wa Mungu unashindwa kuitumia hekima yako kwa ajili ya kuisaidia hiyo huduma yako isiweze kupotea. Kama ni kwenye biashara unashindwa kuitumia hekima ambayo Mungu ameweka ndani yako kwa ajili ya kuokoa hiyo biashara yako iweze kuwa salama. Sasa jifunze leo kwa mtumishi wa Mungu huyu Abigaili, hekima yake alivyoitumia kwa ajili ya kuiokoa nyumba yake. Sasa Abigaili akaandaa zile zawadi vizuri, akaandaa jeshi lake vizuri, akaandaa watu ambao watafuatana nao, wakaianza safari. Walipofika njiani, kabla hawajafika kule ambako anapatikana mtumishi wa Mungu Daudi, wakamwona Daudi kwa mbali akiwa na majeshi yake, akiwa amekasirika, ndo anaenda sasa nyumbani kwa Nabali kwa ajili ya kuteketeza nyumba yake, walinzi wake, mifugo, wafanyakazi. Yule mtumishi wa Mungu Abigaili akashuka kwenye punda na akapiga magoti, akashika miguu ya Daudi, akasema, mtumishi wa Mungu, bwana wangu, nisamehe kwa sababu ya upumbavu wa mume wangu Nabali. Alifanya kitu cha kipumbavu, na mimi ulivyowatuma hao watu mimi sikuwepo, nisamehe bwana wangu. Daudi kwa sababu aliona hekima ya yule mwanamke akamsamehe na yale mambo yakaisha kabisa. Kwa hiyo Abigaili zile zawadi ambazo alizibeba akamkabidhi mtumishi wa Mungu Daudi, na Daudi lile jambo likawa limeisha kabisa, na akarudi nyumbani kwake na hakwenda kuiteketeza nyumba ya Nabali pamoja na kizazi chake. Nini cha kujifunza hapo? Mwanamke mwenzangu unayenisikiliza leo, inawezekana umepitia matatizo mengi kwenye familia yako, inawezekana umepitia matatizo mengi kwenye ndoa yako, inawezekana umepitia matatizo mengi kwenye huduma yako, labda ni mchungaji, labda ni nabii, ni mtumishi wa Mungu aina yoyote. Inawezekana unapitia changamoto nyingi kwenye kazi za mikono yako.
Mungu akusaidie umuombe hekima ambayo hekima hii ilikuwa ndani ya mtumishi wa Mungu Abigaili, na ikamsaidia kuokoa familia yake kwa upumbavu wa mume wake, lakini kwa sababu Mungu aliachilia hekima ndani ya mwanamke huyu Abigaili, akaiokoa nyumba yake. Hivyo ninakushauri mtazamaji wangu, mwanamke ambaye utanitazama na kunisikiliza, Mungu akiachilia hekima kwenye maisha yako, hakuna jambo ambalo litashindikana. Kama hekima ambayo aliachilia kwa huyu Abigaili na ikamsaidia kuepukana na madhara makubwa ambayo yangetokea kwenye familia yake, na Mungu akamsaidia, ile hekima akaitumia vizuri na familia yake ikapona. Maandiko yanaendelea kutuambia kwamba baada ya mtumishi wa Mungu Daudi kumsamehe huyu Nabali, Mungu akaachilia mapigo kwenye nyumba ya Nabali. Kwa hiyo baada ya kusamehe, baada ya Mungu kuachilia ile roho ya msamaha kwa Daudi, hivyo Mungu akashughulika na yule Nabali, Mungu akaachilia mapigo. Maandiko yanatuambia kwamba Nabali akafa. Hivyo ninakushauri usijaribu kupambana na adui yako. Adui yako akikufanyia mambo mabaya, adui yako akikufanyia jambo lolote ambalo litakukasirisha, usijaribu kupambana naye. Vita yetu sisi sio katika ulimwengu wa mwili, ni vita yetu ipo katika ulimwengu wa roho, na hiyo vita huwa anapambana Mungu mwenyewe. Hivyo ninakushauri ndugu yangu, ukiona unapitia changamoto yoyote, ukiona unapitia jambo lolote, mtumishi wa Mungu, ukiona maadui zako wanaongea jambo lolote ambalo linaweza kukufanya wewe likakukasirisha wewe na Mungu wako, au likakutoa kwenye kusudi la Mungu, au likakutoa kwenye uwepo wa Mungu, msamehe ili Mungu aweze kushughulika katika hiyo vita yako. Tujifunze kwa huyu mtumishi wa Mungu Abigaili. Aliitumia hekima yake vizuri kama mwanamke, alisimama katika nafasi yake kama mwanamke. Mwanamke unaonisikiliza, simama kwenye nafasi yako katika ndoa yako. Usikubali ndoa yako ikateketea, usikubali biashara yako ikateketea, usikubali kazi ya mikono yako ikateketea, usikubali huduma yako ikateketea. Simama kwenye nafasi yako kama mwanamke ili uweze kuokoa kile ambacho Mungu amekiweka kikubwa katika maisha yako. Asante sana na Mungu akubariki. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii. Bye bye, tukutane kipindi kinachofuata.